Swala la ukatili wa kijinsia linafanywa na binadamu mwenye akili. Linafanywa na binadamu mwenye watu. Swala la ukatili linaanzia na mtu mmoja, baadaye linaenda kwenye makundi au familia. Leo hii kijiji chetu cha Mwamanota tumelima pamba vizuri sana. Na leo hii tumeanza kupata fedha. Ukatili unakuja unautambua wakati gani? Ukatili unautambua pale pamba inapokuwa imeuzwa. Fedha inaingia ndani ya nyumba. Fedha ile inapokuja ingia ndani ya nyumba, fedha ile inaenda kutumika kwa watu ambao sio wanafamilia. Haina faida tena na familia yetu. Unakuta fedha hizo zimeenda kuhongwa kwa wanawake wengine, fedha hizo zimeenda kutumiwa na watu wengine kwenye pombe, baba mwenye familia amehama familia, watoto wanabaki na njaa, mama anabaki na njaa. Ukatili ni pale unaposhindwa kuihudumia familia yako ipasavyo. Wewe babu uliyeko hapa leo hii, hauna mtu mwingine wa maana duniani hapa kama familia yako. Ukishindwa kutunza familia yako, umeshindwa kujitunza wewe na uzazi wako. Wewe una fedha leo, unashindwa kusomesha mtoto wako. Umelima pamba, unashindwa kupeleka mtoto wako shule. Umelima pamba, unashindwa kujenga nyumba nzuri. Umelima pamba, unashindwa kutibu ndugu yako. Umelima pamba, unashindwa kununua ng'ombe. Umelima pamba, unashindwa kununua kuku. Umelima pamba, unashindwa kununua tambuzi. Unategemea nini katika maisha yako? Maisha yanakuhitaji wewe. Maisha yanahitaji ushirikiano wako. Heshimu sana kaya yako, heshimu sana familia yako. Usipoitegemea familia yako, ukaitunza wewe, hayupo mzungu wa kuja kutunzia familia yako. Kesho wewe utazikwa, utaacha makaburi wa kukupalilia ni hawa wanafamilia wako. Wakati ukipata fedha ulikuwa uwezi hata kuwapeleka shule. Wanakuambia tununulie daftari, unaambia soma hivyo hivyo. Au mtoto ameferi, unashindwa namna ya kumsaidia. Wewe ungeachwa hapa na wazazi wako kama walivyoondoka. Ungekuwa hivi ulivyo? Ungekuwa hivi ulivyo? Hivi unajua kuna wanawake wangapi wamepoteza maisha yao wakati wameenda kujifungua leba? Hivi unajua ile wala hakutegemei katika maisha yako yote kwamba eti atakufa kwako, anaenda kufia kwake na familia yake. Tunzeni familia zenu, mzilee familia zenu. Acheni kupiga wake zenu, acheni kupiga waume zenu. Muishi kwa upendo, pendaneni. Mume wako amekosea, mke wako amekosea, kaeni mjadili. Kwa nini mmekosana? Mwanzie wapi? Mjadili mkiwa wawili, alafu mmalize. Tunzeni siri za familia yenu. Usiongee maneno ya tabia ya mume wako au vitu alivyonavyo mume wako ukaviongelea kwa wanawake wenzako. Usiongee mambo ya mke wako ndani kwenda kuambia wanaume kwenye vijiwe. Haitakusaidia hata siku moja. Wewe utarudi, utatoka kule, utapata usingizi, utakuja kulala pale pale ambapo unapatukana. Na bahati mbaya utazikwa pale pale unapopatukana. Patunze kwa sababu ni kwako.